the Deputy President of Kenya. Of course, I'm addressing you for the first time. The church and my friend, I don't know whether I should call you Professor. I think you deserve being there. Dr. JJ, and mostly, Bwana Mungu asifiwe. Kuna mtu hapa anaitwa Mwiru. Huyu mtu. Is among the Kikuyus that have made me. Na ningelipenda kusema hivi, Mheshimiwa mtukufu, Makamu wa Rais. Leo ningetaka nije na Wangoi, my firstborn daughter, 34 years old, mama yake anatoka kwako. Sijui kama ulikuwa unajua namna hiyo. Watu wananionanga tu kama kichaa, huyu mtu ya bangi. Lakini ile bangi mimi huongea juu yake ni ile ya kutengeneza mazao. Ile ya kutengeneza silaha kama Israeli. Ile ya kutengeneza dawa, sio ya kuvuta. Na ningelipenda pia kusema kabla sijaendelea kwamba Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Peter Munya wamenituma nikuletee pole. Na Munya akaniongezea kidogo dota yake ambaye ni MCA, akasema enda na yeye, kama ataruhusiwa kuongea sawa, kama hataruhusiwa niongee. Munya ako na wewe. Na ile kitu kingine ambayo niliangalia bwana governor, nilikuwa nafikiria nitapigwa na mawe hapa. Manake kule Bungoma kwetu, bwana Makamu wa Rais, nataka wende waangalie kwa nini kwa Kikuyu watu wapigani mawe, wanasiasa. Kwa nini Bungoma peke yake ndio yuko watu wanapigana siasa na wenyewe wanajulikana? You as the Deputy President, you have the authority and the ability to find out why, because you have the machinery. And if I may tell you, the people who are beating others are the people you people have given power. Kupiga watu na mawe. Nashukuru pia kuona my friend Sabina Achege, who has been my client. Sabina, ulikuwa hapa ukusema. Ungesema tu ndio watu wajue mimi sio kichaa. Na hapa pia nimeona mambo mengi. Kuna timu hapa inaitwa Wajakoya FC. Sijui kama uko na habari. Iko Huruma. Ningependa Makamu wa Rais kwa rafiki yetu ambaye tumeanza naye leo. Maana this is the first time I've shaken the hand of this man. Na nilikuwa nafikiria atanichapa kofi. Lakini jamaa sikuelewa. Therefore I'm extending an olive branch to you, my brother, Gachagua. Na siasa ni ile ya nje. Lakini sisi vile tuko saizi Kenya, tuko sawa. Hatuko sawa ama hatuko. Isipokuwa ile mambo mengine hapa na pale tutatengeneza vile itakuwa. But I'm inviting you to come to Mumias to have a cup of tea with the Wanga. Probably, and this is following what you have done in the Kikuyu land. Kikuyus brought me to be who I am today. JJ Kamoza educated me. Yes. James Njiru educated me. Yeah. Nathan Kahara educated me. When I was at Chokora in Nairobi. Kikuyu nation, you kill one, 10 are born. You are the bastion, na hii mlima is a sacred mountain. Ninyi ambao mnakaa hapa kwa hii mlima hamjui, sisi tunajua. Without hii mlima sisi hatuendi mahali. Kweli rongo. Ndio naona mimi nikienda kwa mlima kila mtu anasema Wajakoya. Na bwana JJ, Bishop JJ. Unajua we are pairing. My wife namna hii wako hivi wanajuana. Sani yako anacheza mpira UK, wangu pia anacheza, wanajuana. Ile kitu sijui tutaungana namna gani. Niko na kadota kanafanya medicine. Labda tutaongea hiyo maneno baadaye. This is not the first time. And I don't know how, Mr. Governor, Bwana Governor. I don't know. Why can't you come to Bungoma, where you have got a governor who is a friend to the Deputy President, and tell them to leave this culture of stone throwing. Na kupayuka na kutukanana. Kenya ile tulio nayo today, hatutaki kutukanana tena. Tumechoka. Kikuyus do mature politics. Na sisi Waluya tunapigana. Na mkae mkijua kwamba Wajakoya yuko kwa debe 2027.
Anakachagua. Tutakunywa chai na wewe tuone vile tutatengeneza hiyo maneno. Asanteni sana. Haya, tusindikize Wajakoya na makofi. Nafikiri Wajakoya amesema yote, si ndio? Amesema ako sawa? Ako sawa, si ako sawa, hayuko sawa? Ako sawa. Hiyo maneno ingine watu wanasema hayuko. Nimkaribishe pia rafiki yangu na ambaye kwa sasa ako busy sana akiangalia mambo ya trade na mambo ya kuona kwamba uchumi wa nchi unaendelea vizuri sana. CS Moses Kuria, karibu sana.